Viewers all over the world, good morning. Praise the Lord. There is hope at the end of the tunnel. There is light. Kunalo tumaini kwa siku zako za usoni. Ijapokuwa unapitia magumu, kunalo tumaini kwa sababu Mungu hajamalizana na wewe. Nataka nikupe neno la tumaini siku ya leo. A word of hope coming from the word of God. Naenda kukusomea kitabu cha Romans 11. Romans 11 from verse 2. God has not cast away his people, which he foreknew. Do you not know what the scripture says of Elijah? How he makes intercession to God against Israel, saying, Lord, they have killed your prophets and dug down your altars, and I am left alone, and they seek my life. But what was the answer of God unto him? I have reserved to myself 7,000 men who have not bowed the knee to the image of Baal. Even so, then at this present time, also there is a remnant according to the election of grace. To God be the glory. Wewe mtazamaji unanitazama, umekufa moyo. Umejaribu hili na lile na haufanikiwi. Mungu anamwambia Elijah ya kwamba asidhani alikuwa nabii peke yake, bali kuna wengine wengi Mungu alikuwa ameweka kando, manabii, remnants. Na mmoja wao akawa nabii aliyechukua nafasi ya Elijah, ambaye jina lake ni Elisha. Kabla ya Elisha kuwa nabii, alikuwa mkulima. Ile message nataka kukupatia siku ya leo ni gani? You are a remnant. Ukiona unajaribu mambo mengi na haufanikiwi, it's because you are a remnant. God has set you apart for a purpose. Kuna kitu Mungu amekupangia cha kufanya, ni season yako haijafika. Na wakati ambapo season yako haijafika, utajaribu jambo hili na lile na hautafanikiwa, kwa sababu wewe hukubwa kwa sababu ya hayo mambo unayojaribu kufanya. Unajaribu biashara inafeli, unajaribu vitu nyingi na hazifaulu. Unatafuta mpaka maombi, unaenda kwa manabii, unatabiriwa, mwishowe unawaita nabii wa uongo, kwa sababu hakuna kitu kinabadilika. Unatoka hapo unaenda deliverance, unatolewa mapepo, mambo yanakuwa magumu zaidi. Unatoka hapo unaenda kuvuja madhabahu, unavuja, ukiinua mambo yanakuwa magumu zaidi, mwishowe unachoka na kanisa. Kanisa haina shida, wahubiri hawana shida. The only thing that is going around your life ni ya kwamba your season is not yet. Elisha alikuwa mkulima, lakini Mungu hakumtenga akiwa mkulima. Alikuwa amemtenga kama nabii. So today, I'm telling you this. Season yako ikifika, itakuja na ideas zake za wakati huo. Kile Mungu alikupangia, utakijua wakati huo, kwa sababu Mungu atakupatia ideas na atakupatia resources.
God be the glory. Ijapokuwa unapitia magumu, your time is coming. May God bless you. And have faith. In Jesus' name. Amen.